Kama hauna cheti cha kuzaliwa unapoteza fursa nyingi sana. Watu wengi wamekuwa wakigundua kwamba cheti cha kuzaliwa ni cha muhimu wakiwa wamechelewa kabisa. Unakuta mtu anaanza kuandikisha cheti cha kuzaliwa na cheti cha kuzaliwa kinahitajika kama siku 2 mbele ama siku 1 mbele. Linakuwa ni tatizo kwa sababu gani? Cheti cha kuzaliwa ni cheti cha muhimu wakati wa uandikishaji wa vitu vingi sana kwenye nchi hii. Mfano kama NIDA. Cheti cha kuzaliwa si karatasi tu. Cheti cha kuzaliwa ni muhimu. Cheti cha kuzaliwa kinakusaidia kupata kazi kwenye makampuni. Cheti cha kuzaliwa kinakusaidia kupata kazi serikalini. Cheti cha kuzaliwa kinakusaidia kufanya vitu vingi sana katika nchi hii. Kwa kama hauna cheti cha kuzaliwa, hakikisha unafuatilia cheti cha kuzaliwa. Sikiliza nikwambie, kama una ndoto ya kufanya mambo haya matatu, hakikisha unafuatilia cheti cha kuzaliwa mapema kabisa. Kama una malengo ya kusafiri kwenda nje ya nchi, kama una malengo ya kupata kazi, kama una malengo ya kusoma chuo ama chuo kikuu, chuo cha aina yoyote, hakikisha unafuatilia cheti chako mapema kabisa. Lakini pia kwa kuongezea, kama una malengo ya kupata NIDA ama kufuatilia NIDA, hakikisha cheti cha kuzaliwa unakifuatilia. Na haya ndiyo maeneo muhimu ambayo cheti cha kuzaliwa huwa kinahitajika. Kujiandikisha shule au chuo. Shule yoyote saizi inahitaji ujiandikishe kupitia cheti cha kuzaliwa. Hata chuo chochote huwezi ukaandikisha bila kuwa na cheti cha kuzaliwa. Lakini pia kama unataka kuomba mkopo chuo, lazima uandikishe kwa cheti cha kuzaliwa. Lakini pia cha pili ni kupata NIDA. Kwa sasa huwezi ukapata NIDA kama hauna cheti cha kuzaliwa ama hauna kitu ambacho kinakupa utambulisho kwamba wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo kabla ya kufanya chochote ama kabla ya kufuatilia NIDA, hakikisha unaanza na kufuatilia cheti cha kuzaliwa. Lakini cha tatu ni kwamba kupata pasipoti ama visa. Kama unataka kupata pasipoti, nyaraka kubwa kabisa ambayo inahitajika ni cheti cha kuzaliwa. Lakini pia cha 4 ni kwamba kuomba ajira rasmi. Yaani ukisema kuomba ajira rasmi ni kuomba ajira ambayo unatambulika kwenye mfumo wa serikali, ikiwa ni private ama ni mfumo wa serikali yenyewe. Unahitajika lazima uweke cheti cha kuzaliwa, uweke NIDA ama uweke kitambulisho kingine chochote, lakini cha kwanza kinachohitajika ni cheti cha kuzaliwa. Lakini cha 5 ni kwamba kufungua akaunti ya benki. Ukitaka kufungua akaunti ya benki, cheti cha kuzaliwa ni muhimu na kinahitajika. Lakini cha 6, japo sio cha mwisho, ni cha mwisho kwa maelezo ya leo, lakini inahitajika pia kwenye mirasi na masuala ya kisheria. Cheti cha kuzaliwa kinahitajika kwenye mambo ya kisheria. Kwa hakikisha unafuatilia cheti cha kuzaliwa ili ikifika siku kinahitajika ukitumie. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii ya A Online TV Tanzania, hakikisha una subscribe, una comment, lakini pia una like na kushare. Mimi ninayeongea naitwa Mwalimu Ayubu Mwile. Tukutane kwenye video inayofuata panapo majaliwa.